هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا شاكرين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فاتقوا الله يا عباد. Mzangu, kwa mara nyingine tena tunarudisha shukrani zetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika tunamtakia swala na salam kipenzi wetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bila kusahau kukuhusieni pamoja nami kuihusia nafsi yangu kwenye jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mzangu Islam, hutuba yetu ya kwanza tulizungumzia ibada ya hija bila ikhtisari taarifat, lakini uwajibu wa kwenda kuitekeleza ibada hiyo hasa kwa wale ambao wana uwezo, Allah subhanahu wa ta'ala amewaruzuku mali, basi na walitekeleze ibada hii. Ama katika hutuba yetu ya pili tutajikita zaidi katika maamrisho ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaamrisha kufanywa katika ibada hii ya hija, lakini bali ni ibada ya uchinjaji. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mja wake, fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako mlezi na uchinje pia kwa ajili ya huyo Mola wako mlezi. Kama vile ibada ya swala unavyoiswali, kwamba hauiswali kwa ajili ya mwingine, unaswali kwa ajili ya kutafuta radhi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pia kwenye kuchinja, chinja kwa ajili ya kutaka radhi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na si vinginevyo. Al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala namnukuu katika maneno yake kuonyesha uzito kwenye ibada hii ya uchinjaji, akasema fa inna taqarruba ila Allah ta'ala bidhabhi, hakika si vinginevyo hili jambo la kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia ibada ya uchinjaji min afdalil a'mali salihah, ni katika matendo ambayo ni bora zaidi, katika matendo ambayo ni mazuri zaidi. Kwa nini? Qala Allah ta'ala, Mwenyezi Mungu amesema kumwambia tena mja wake, qul ayya Muhammad, sema inna salati, hakika ya swala zangu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, swala zangu, kichinjwa ninachokichinja, wa mahyaya, uhai wangu, wa mamati, mauti yangu, vyote hivi ni kwa ajili ya Mola mlezi wa viumbe vyote. Maana yake ni kwamba vyote hivi tunavifanya ama tunavitekeleza kutafuta radhi na malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na si vinginevyo. Kwa nini? Mbele pale Allah akasema la sharika la, tena huyo Mola mlezi yeye hasiyekuwa na mshirika, yeye hana wa kushirikianwa naye, hashirikishwi na yoyote yule. Kwa hiyo unapoyafanya majambo hayo
yafanye lillahi kwa ikhlas, nia zetu zikiwa ziko safi. Uzangu Waislamu, ibada ya kuchinja ni ibada moja nzito sana. Yaani ibada ambayo watu kwa ufahamu wao mchafu, badala ya kuiegemeza kwa Allah ibada hii ya uchinjaji, watu wanaenda wanaielekeza kwenye mizimu, watu wanaielekeza kwenye makaburi, watu wanaenda wanaelekeza kwenye mapango ya baharini, kila mmoja kwenye kile anachoitakidi kwamba yeye ndio kinamsaidia. Basi watu ndio wanaenda huko, wanachinja ili watatuliwe matatizo yao. Kuna hatari kubwa sana kwenye hili. Cha kusikitisha, wengine wanajipamba na uwajihi wa kishehe. Ni ngumu lakini isemwe. Wengine wanajipamba na taswira, ukimwona unajua hapa mimi nafanyiwa jambo langu ni la kisawa sawa, lakini kumbe ndugu yangu, kwa kukosa maarifa pengine unaingia katika ushirikina. Nisikilize kwa makini, hadithi nitakayoisoma huenda ikawa ni sababu ya wewe kutokuyarudia yale ambayo ulikuwa unayafanya kwa kutokujua. Mtume anatuambia katika hadithi iliyopokelewa na Tariq bin Shihab kwamba Mtume anasema, dakhala aljannata rajulun fi dhubabi, mtu mmoja aliingia peponi kwa sababu ya kumchinja nzi, kile kijidudu kile kinachokerakera, kumchinja nzi. Mtu huyo mmoja ilikuwa ni sababu ya yeye kuingia peponi kwa kumchinja tu nzi. Wa dakhala an-nara rajulun fi dhubab, na mtu mwingine akaingia motoni kwa sababu ya kuchinja huyo nzi. Qalu, masahaba wakashtuka wakamuuliza Mtume, wa kaifa dhalika ya Rasulullah, hili linawezekana vipi ewe Mtume wa Allah? Huyu aingie peponi amechinja nzi, huyu aingie motoni kijidudu hicho nzi ndio amekichinja, vipi? Masahaba wakataka ufafanuzi. Qala, Mtume akasema, marra rajulani, walienda watu wawili, an qaumi lahum sanamu, walienda katika mji huko kwenye watu hao wengine huko. Watu hao ambao wamewatembelea hao watu wawili, hao watu huko wana sanamu lao katika mji wao. Sasa hilo sanamu la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'an, haijuzu wale wenyewe wale wa mji wale, yani haifai mtu kupita katika sanamu lile bila ya kuchinja. Lazima ukipita pale lazima uchinje, lazima. Ndio itikadi yao. Qalu li ahadihima, wale watu wa mji wakawaambia hawa watu wawili, mmoja wao wakamwambia, qarrib, lichinjie hili sanamu. Qala, yule aliambiwa alichinjie sanamu akasema, laisa indi shay'un uqarrib, sina kitu chochote mimi ya kulichinjia hili sanamu. Wale watu wa mji wakamwambia yule mgeni, qarrib walau dhubaban, lichinjie hili sanamu hata kama ni nzi, usitafute ng'ombe mkubwa kwenda kuhangaika mbuzi, gharama zote hizo, sijui ngamia. Chinja hata kama ni nzi tu. Yule mtu alivyoambiwa hivyo akaona ni jambo jepesi, katafuta nzi, faqarraba dhubaban, akalichinjia lile sanamu, akalichinjia nzi. Fakhallau sabilahu, ikawa ni sababu ya yeye kupotea njia yake. Fadakhala an-nar,
na pia ikawa ni sababu ya yeye kuingia motoni. Watu waqalu lil akhar, wakasema kumwambia mtu mwingine huyu wa pili aliyebakia, qarib, na wewe nawe lichinjie hili kama mwenzako alivyofanya. Yule mtu wa pili akasema, ma kuntu liuqarriba li ahadin shay'an, mimi sikuwa ni mwenye kumchinjia yoyote yule, kumchinjia kitu chochote yule, duna Allahi azza wa jalla, asiyekuwa Allah, yani tofauti na Allah mwingine siwezi kumchinjia kitu chochote. Wale watu wa mji waliposikia maneno haya, wakamuona huyu wa pili ni mbishi na anaenda tofauti na itikadi zao ambazo wao wanaziitakidi, imani zao zinavunjwa. Wakawaje, fadharabu unquhu au fadharabu unqahu. Wale watu wa mji walivyomwona huyu bwana amekaidi itikadi yao, wakampiga panga wa shingo yake kwenye shingo, kichwa kikaanguka kule. Ikawa ni sababu ya huyu mtu wa pili kupatwa na mauti, fadakhala aljanna, ikawa ni sababu ya yeye kuingia peponi. Ni vingapi sisi tunavichinja kwa siku wa Allah? Ni wangapi wameshaagizwa kuku mwekundu? Ni wangapi wameshaagizwa kuku mweusi mwenye doa jeupe kichwani? Ni Waislamu sisi, na haya mambo ni mambo ya kishirikina, lakini misikitini ndio yanaogelea. Fattaqullaha ya ibad. Ibada ya hija itupe funzo la kitauhidi, ndugu zangu Waislamu. Allah tufanyie wepesi nyoyo zetu ziwe ni zenye kulainika. Tunaposikia haki tuwe ni wenye kuikubali, tunaposikia batili tuwe ni wenye kujiepusha nayo. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.